waliogeuzwa kuwa wahanga wa kiu. Watu ambao kila siku huamka na swali moja akilini: leo tutapata maji wapi? Ni hadithi ya mama anayebeba dumu kila asubuhi bila uhakika wa kulijaza, ya mtoto anayekuwa akijua kuwa maji ni kitu cha kutafutwa, si kitu cha kupatikana, ya jamii inayojua uchungu wa kusubiri mvua kama wokovu. Kilifi, mahali ambapo jua limekuwa adui na tone la maji limekuwa tumaini. Karibu, jina langu ni Edison Mbega. Ardhi ya upepo wa bahari, jua linalong'aa na watu wenye mioyo migumu kama udongo wanaoukanyaga. Lakini nyuma ya mandhari haya mazuri kuna maumivu yasiyo na sauti. Kuna kiu isiyopona. Hapa maji si neema, ni ndoto. Ni safari ya kila siku, vita vya kimya kati ya binadamu na jua kali. Ni hadithi ya maelfu wanaoamka kabla ya alfajiri wakiwa na ndoto moja tu: kupata tone la maji. Kila asubuhi safari hii huanza tena. Wanawake, watoto, wazee, wote wakisukumwa na kiu ile ile. Hii ni safari ya matumaini, ni safari ya lazima, safari ya maumivu. Wengine hutembea kilomita 5, wengine 10, wengine hufika kisimani wakiwa wamechoka, wengine hawafiki kamwe. Ya maji ilianza kitambo. Maana mimi tokea sasa niko na miaka 35. Na kuanzia hapo mpaka sasa bado tunachota hapa mtarani. Tena yakiisha hatuna mahali kwingine kwa kuchota. Kuna mahali watu waenda kuchota huko kwenye mto huko. Tunashuka huko tunaenda kuchimba visima na ni maji ya chumvi. Hivyo hii shida ya maji ilianza kitambo sana. Kuna wenzetu walichimba hata visima, lakini sasa hatujaona hata msaada wa visima kuchimba sehemu hii. Na wanapofika, wanapoyapata si maji ya uhai, ni maji ya tope, maji yanayogawanywa na mifugo, maji ambayo yangepaswa kutupwa, lakini hapa ndiyo uhai wao. Haya ndiyo maji ya kila siku, ya kupikia, ya kuoga, ya kunywa. Watoto wanakulia kwenye dunia ambayo harufu ya tope ndiyo harufu ya maji. Wanazoea ladha ya udongo midomoni mwao na bado wanatabasamu, wanacheka. Wanajifunza kuishi ndani ya mateso ambayo hawakuyachagua. Maji uko na shida karibu miaka mingi. Maji yanafanya mpaka watoto wetu kwa sahihi wachafu, watoto hawaogi tena, shule wakienda wanafukuzwa, wanaambiwa warudi nyumbani kwa sababu wako na nongo. Sasa tunataka kama mtatusaidia mchimbe huu mtaro. Na watoto sahihi wameshikana sana na magonjwa. Hata kuna huyu tayari huyu mtoto, haya maji ndo anakunywa. Maana sina ule uwezo wa kununua maji. Ile pesa ya kwa ninunue maji na nunua chakula. Sasa mtoto huyu sahihi anaharisha mpaka sahihi hata nasema hapa nimetoka hospitali. Huko hospitali nako nimefanya. Ukosefu wa maji si kiu pekee, ni ugonjwa, ni njaa, ni huzuni. Wengine hutumia siku nzima kutafuta maji, na wanaporudi nyumbani hawana nguvu ya kulima wala kupika. Watoto hukosa shule wakitumia muda wao wote kwenye foleni na visima. Kwa baadhi ya familia, kuona bomba la maji likitiririka ni hadithi ya kusimuliwa, si uzoefu wa kweli. Kwa miaka mingi ahadi zimekuwa zikija kubwa. Watu hawana maji, wanapata shida. For how long atuwakilifi maneno mazige msara? For how long? For how long watoto wa Kilifi watakosa kwenda shule kwa sababu shule hakuna? For how long wananchi wa Kilifi watasoma shule za mabanda? For how long? Miradi imezinduliwa kwa tamasha, kwa kelele, kwa picha nyingi, lakini baada ya muda mfupi kimya kirefu kinatawala. Wakazi wanabaki wakikumbuka ahadi za kampeni, magari ya viongozi na maneno mazuri yaliyosahaulika mara tu baada ya uchaguzi.
Ahadi zimekuwa kama mvua inayoanza kwa radi, lakini inakatika kabla ya tone kufika ardhini. Kulingana na vile ambavyo yakiwa green hivyo na matumizi ni hayo maji, athari huwa zinatupata za tumbo, yani ile kuendesha inafikia mahali, yani pia hiyo kwenda kwenye matibabu ni shida kulingana na mapato ya huku pia. Sasa imekuwa ni shida kabisa. Kilio cha watu hawa kimesikika kwa miaka mingi, lakini hakijasikiwa. Wazee wanakumbuka enzi za mito yenye maji chemichemi zilizobubujika. Leo wamebaki na vumbi na kumbukumbu tu. Kwa sababu ya uchungu na maji haupata. Hata hivi kareza gula mitungi miri kwa sababu kulangu ni haegeze ni kapindi na magulu kada shuga. Tafifi shakijera na sipa hirero sendere kwa magulu. Yendo ni hekera maji ni hanina hangu mzinyari akazungu papa asidima. Nina mvoya msamaha na mvoya radi. Mukahuririre. Ngewe zotengezwe mvula inye na supate majanangu. Wamesubiri serikali, mashirika, viongozi, lakini ukimya umekuwa majibu yao pekee. Kila siku ni kupigania tone moja la maji. Wengine hufa kwa magonjwa, wengine hufa njiani, na waliobaki wanapigania kuishi. Tupatie msaada, kama kutatoka msaada. Tunataka maji. Maji ni muhimu zaidi. Maji ni kwenye damu. Kwa sababu kila jambo lolote tunatoa maji. Hiki chakula hata nikapata kinataka maji. Watoto wanateseka, wazazi wanateseka. Afadhali kwao maji si hitaji tena, ni kivuli cha uhai, kitu kinachoonekana mbali kama ndoto isiyofikiwa. Hili si swala la bahati, si swala la kusubiri mvua, ni swala la utu. Hawa ni ndugu zetu, ni wananchi wanaolipa kodi lakini hawana maji ya kunywa. Viongozi, mashirika na wale wote wenye uwezo, kilio hiki hakiwezi kupuuzwa tena. Kila siku inayopita bila suluhisho ni mateso mapya. Kila tone lisilopatikana ni uhai unaopotea. Ni wakati wa hatua, si maneno. Ni wakati wa kubadilisha kiu kuwa matumaini, kwa sababu maji ni uhai, na uhai wa watu wa Kilifi unahitaji kuokolewa. Hapa maji si neema, ni ndoto. Ni kitu kinachowafanya watu kuamka kabla alfajiri, kutembea maili nyingi wakitafuta tone moja la uhai. Maisha yamekuwa vita visivyoisha kati ya jua kali na matumaini yanayokauka taratibu. Kiu bado ipo, lakini pamoja na mateso bado kuna imani, kwa sababu kila tone la maji linalopatikana kuna maisha yanayookolewa. Watu wa Kilifi hawahitaji huruma, wanahitaji suluhisho, wanahitaji hatua, si maneno. Kwao tone la maji si tu kinywaji, ni ahadi ya kesho iliyo bora. Tusiache historia ikaturudia. Tusisubiri hadi mito ikauke kabisa ndipo tutende. Maji ni haki ya kila binadamu, na haki hii lazima ilindwe sasa, kwa sababu maisha haya ndiyo yanayotufanya tuwe binadamu. Edison Mbega.